Jennifer, walikuja kwetu kuomba. Kwa bahati mbaya kunikuta. Umefikaje hapa? Ngoja nikwambie. Mimi nina akili kuliko uwezo wenu nyinyi binadamu. Kilichonileta hapa ni kuja kukwambia. Sitaki kuombewa. Kama unataka kuomba, jiombee wewe na matatizo yako na familia yako. Na ukiendelea kunifuatilia, unachokitaka utakipata. Wewe Jennifer, wewe! Jennifer! Wewe Jennifer! Njoo kuja. Sasa nataka uniambie. Sogea. 1 mpaka 10. Kilichokutoa hapa ukafungasha hizo mbaliga zako kwenda kwa mchungaji, kwenda kusema miji maneno uliokuwa unajua wewe, ni nini na nani alikuelekeza kwa nyumbani kwa mchungaji? Upumbavu. Nani alikuelekeza kwa mchungaji? Kilichokutoa hapa nini? Sikiliza nikwambie. Kilichonitoa hapa ni miguu yangu mpaka nikafika kwa mchungaji. Na nimeenda kwa mchungaji kumwambia sitaki kuombewa. Hebu rudia tena. Sio matangazo ya vifo, nafikiri umenisikia. Haya. Na nani aliyekuelekeza pale kwa mchungaji? Mimi nina akili kuliko uwezo wa binadamu. Kwa hiyo kama wewe una akili kuliko uwezo wa binadamu, wewe ni nani sasa? Wewe ni mnyama, mbwa, kenge? Wewe ni nani? Utaijaza kama ni kondoo, kama ni mbwa, kama ng'ombe, hiyo ni juu yako, umenielewa? Hivi Jennifer, umeamaliza ya shuleni, umeanza ya shuleni, umekuja nyumbani, sasa hivi unahamia katika utumishi wa Mungu. Yule anataka kukuombea wewe, kukusaidia wewe, sio mimi. Sina matatizo wewe mtoto. Sikiliza nikwambie, kama anataka kuombea, akaiombee familia yake na matatizo yake, na wewe kama unataka kuombea, wafuate. Haki ya nani? Jennifer, kama mtu anakaa ndani ya nyumba na watoto kama wewe 3, ikizidi hata 6, finish. Watoto kama wewe, finish. Ila nataka nikwambie wewe mtoto. Wewe mtoto. Usifikirie mimi wewe na kuogopa. Siogopi kukutufua. Nitifue. Mimi mwenyewe vile sikuogopi, nitifue sasa. Ipo siku yako. Ipo siku yako. Umeanza shuleni, umeleta nyumbani, sasa unaenda kwa watumishi wa Mungu, wachungaji kule. Usiata na aibu. Kitoto kidogo. Nenda chumbani kwako ukapumzike. Nenda. Sawa? Nenda kapumzike. Mtoto unataka pako yako. Pastor. Hey. Kaisa. Habari za kazi? Hapa ni nani? Lengo la kuja hapa pastor ni kama yale mambo yetu kutonga kila siku kwamba ile swala lijitokeza. Nimemfuata Jennifer. Nimemuonya, nimemkanya. Kwa sababu watu kama nyinyi pastor ni watu ambao mna heshima zenu. Unajua mbali na huko kuhubiri kwenu, mnakohubiri mnawasiliana na Mungu, lakini pia nyinyi watu mna wadhifa wenu. Mnakaa na marais na waheshimiwa, kwa nyinyi mnaheshimika. Sasa mtoto mdogo kama yule kuja kwako na kuanza kuzungumza ujinga, ili lazima nimuonye. Nimeonya, nimemkanya na ipo siku nitakuja kumdunda. Nilikuwa nusu nimpige. Utakiwa kumpiga. Jennifer ni rafiki yangu sana. Tatizo la Jennifer ni kile kitu kilichopo ndani yake. Yeye mwenyewe hana matatizo kabisa. Na ndio maana tunasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho, mapepo mabaya, vinyamkela, vibwengu, majini. Hivyo ndio vita vyetu sisi.
hautakiwi kumpiga, utakuwa hujafanya chochote. Wewe utakuwa hujasolve tatizo lolote. Taratibu atamjua Mungu. Na ndio maana Yesu Kristo alikuja kwa ajili yetu sisi wanadamu ambao hatustahili. Tumestahilishwa kwa ajili yake yeye Yesu Kristo. Hivyo damu ya Yesu Kristo itaenda kunena mema juu ya Jennifer, ataenda kupokea ukombozi. Basi pastor, pamoja na yote mimi napenda kusema kwamba naomba msamaha kwa yale yote aliyojitokeza. Kwa huo ujinga aliofanya yule mtoto yule Jennifer. Nisamee mimi sana sana. Amani ya moyo wako ikutawale. Wala usiwe na wasiwasi. Ninajua ninachokifanya na ninajua tutafika tu tunakoelekea. Zile ndio kazi zetu. Bwana ametupaka mafuta kwa ubiri unyenyekevu, habari njema, kufikisha katika kusudi la Mungu, Hata Yesu mwenyewe hakuja kwa wale walio wakamilifu, alikuja kwa ajili ya Jennifer. Alikuja kwa watu kama Jennifer ili wapate kukombolewa, wapate kuwekwa huru. Asingekuja Yesu Kristo basi tungekuwa hatuna cha kusema, lakini tunacho kitu cha kujivunia. Maana hata Biblia inasema hivi, lipo jina tulilopewa. Hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu tupasalo kuokolewa kwalo, ni Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ndiye atakayeenda kumuokoa Jennifer. Usiwe na wasiwasi. Amani ya moyo ikutawale sana. Nashukuru sana pastor. Ila hata wewe inabidi unahitaji ukombozi hata wewe, Mimi sina matatizo kama alionayo yule. Mambo yako. Mua mahereni hayo yote, achana hayo, njoo kanisani, Japo mahereni sio dhambi, lakini najua ukishatibuliwa huko ndani kukishabadilika, hata katika ulimwengu wa nje huko kutabadilika tu. Sio na wasiwasi. Karibu sana. Asante sana baba. Safi sana. Mimi najua hayo kabla hajaandikwa. Angalia, mtendo nakaribia, usijetoka feli. Ngoja nikwambie. Mimi nina akili kuliko uwezo wa binadamu. Unasema una akili kuliko binadamu? Ndio. Vipi? Unatamani kuwa kama mimi? Sitamani kuwa kama wewe, kwa sababu ya tabia yako. Naogopa kumuuzi yako. Ipo siku utakuja kunijua mimi ni nani, na utatamani kuwa kama mimi, ila utakuwa umeshachelewa. Hata kama ningewahi, nisingetamani kuwa kama wewe. Soma jamani. Hai kunyoga maji. Pija kwanza maji, ili maji, kisha maji, na mwisho maji. Mdomo unatakiwa atatokaje? Kisha paka na sawa. Nilichokuitia hapa ni kuhusu watoto ambao wewe ni mjomba wao. Lakini siiti kama mjomba wao, kwa sababu hao watoto wanakuachia mbali dada yako. Kikubwa nilichokuitia kwa huyu Patrick ana tatizo. Ila kwa Jane ana matatizo makubwa sana. I knew it. No wonder. Hapa shule amekuwa mgomvi. Ana matusi. Anabishana na walimu. Sasa tulikaa na bodi na walimu wenzangu, tuliamua tumuondoshe. Kwa hiyo ndio maana nikakuita hapa ili ufahamu ambayo yalotokea hapa shule, kwa sababu ndio amekuwa mtoto mtukutu kuliko wote hapa shule. Kinara wa matusi, ugomvi, kubishana na walimu. Sasa mimi wanakuja watu wanalalamikia